gizani kwenda kwenye mwanga. Bwana asifiwe sana. Kuna wimbo naimanga, nilitembea gizani, Yesu akaona, gizani nilitembea gizani, Yesu akaona, aya Acha niongee na nyinyi pande hii. Wao jamani, kama wananiangalia tu, ninasema kuna hali unaweza kuwa unatembea lakini haufahamu kwamba ninaenda katika giza. Ninasema kwamba kuna njia inayoonekana sawa sawa machoni pa wanadamu, lakini machoni pa Bwana haipo tena. Bwana asifiwe sana. Njia inakupeleka kwenye shimo. Lakini mnafurahi mchana wa leo, Bwana anataka atufundishe tujue jinsi ya kutembea katika mwanga. Mwanga, mwanga, rohoni mwangu, mwanga, mwanga, kwa njia yangu, tangu nimepata wokovu wangu. Yesu amejaza kwa mwanga mkuu, atakaporudi Yesu nitashiriki naye. Asante. Hii mada ya mwanga ama mada ya giza katika Biblia ni jambo ambalo liko la muhimu sana, na ni jambo kuu katika Biblia nzima ambayo inawasilisha hali ya mabadiliko ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Na pia inashinda hali ya dhambi ambayo kwamba inakumbatia ukweli wa Mungu pamoja na neema yake. Hii ni safari ambayo kwamba inatoka katika ulimwengu wa roho ambao umekufa, ama blindness of the spiritual world. Bwana asifiwe sana. Na pia upumbavu wa kuelewa imani, kuelewa maisha ya baadaye, maisha ya milele. Bwana asifiwe sana. I want to thank God kwa sababu nataka tutembee katika hali hii ya kuingia katika mwanga wa Mungu, mwanga wa neno la Bwana. Biblia inasema kwamba neno lako ni taa. Bwana asifiwe sana. Na pia ni mwanga katika njia yako. Bwana asifiwe sana. Neno la nani? Neno la Mungu. Bwana asifiwe. The nature of darkness ni nini? Asili ya giza ni nini? The spiritual blindness, that is a lacking of understanding of God. Hii ni hali ya kuwa kipofu katika kiroho. Bwana asifiwe. Ni hali ya kuwa kipofu katika kiroho, inamaanisha kwamba hauelewi Mungu. You don't understand God. Bwana asifiwe sana. Yaani macho imenipeleka mpaka imenikutanisha na dada yangu mwingine. Ameniangalia tu pale nyuma. Just well. I know her very well. Bwana asifiwe sana. The spiritual blindness, lack of understanding of God. Kutoelewa Mungu. Bwana asifiwe. Number 2, sin and evil. Hiyo ni asili ya giza. Sin and evil. Dhambi na uovu. Rebellion against God. Hii ni hali ya kumkataa Mungu. Nimetangulia nikasema ya kwamba kuna njia unaweza kuwa unaenda kama mwanadamu. Wewe unaenda tu. Wewe unatembea tu. Waluya wanasemanga jenga za shianza mbona mbele ni nyuma. Yaani sina mbele wala nyuma. Na mimi nataka niulize swali, wewe unatembea hauna mbele wala nyuma. Hii nyuma unakaanga aje? Sivile vile unakaa na nyuma. Na hii mbele
Hii haja ya mwenyewe unaendanga aje? Si haja unaendanga na mbele. Sasa wewe unaposema ninatembea kama kitu ambaye sina mbele, ni chapati haina mbele wala nyuma. Chapati ndio haina mbele wala nyuma. Wewe ni mtu ambaye ni taifa kubwa, ni taifa ambalo limechaguliwa kutoka kwa Mungu na amekuita kwa sababu ya kusudi lake. Hauko hapa bure. Usijipate kwamba uko Whitestone, ati wewe tu uko Whitestone unaendanga mbele wala you are a big man. You are a big woman. You are a big child. You are a big boy. Bwana asifiwe sana. Wewe ni mtu mkubwa. Tutembee kwa mwanga wa Yesu. Niko tu kwa asili. Nafanya kitu inaitwa foundation. Bwana asifiwe sana. There is a sister ambaye ameimba hapa. The sister in blue. Mungu akutendee mema. Mungu akuinue, akuonekanie. Kazi yako iende juu. Huduma wako uende juu. Pokea katika jina la Yesu. Asili ya giza. Satan's domain. Utawala uhaka kajamaa sipenagi hata kaita, maana sina biashara nako. My business here is Jesus. My business hapa ni Yesu Kristo. Sasa haka kajamaa kanaitwa Satan, kanaleta shida ya nini? Ya kufanya kitu inaitwa kuleta spiritual blindness. Kanafanya kitu inaitwa kuleta darkness. Are you the one, Maxwell? Inulia Yesu mkono. That's my brother from home. Kabisa. Bwana asifiwe sana. Sikujua uko pande hii. The kingdom of darkness is ruled by Satan. Kwamba utawala wa giza unaongozwa na baba yao moja. Jina lake leo nani? Shetani. Na huyo ndio tuko mbioni kumpinga. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema mpinge shetani naye atajipa shughuli. Atajipa shughuli. Understand what I'm saying? Bwana asifiwe sana. Lastly, death and separation from God. Asili ya giza. Niko kwa asili ya giza. I'm just putting foundation ya kwamba hii ni kifo na utenganisho kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya 59 ya kwamba jicho la Bwana, anzia moja tu, jicho la Bwana, sikio la Bwana sio nzito lisiweze kukusikia unapoomba, lisiweze kukusikia unapoimba, lisiweze kukusikia unapoita. Mkono wake sio mfupi usiweze kukuokoa unapohitaji nini? Msaada. Bwana asifiwe sana. Basi wanasema kwamba ni dhambi zetu, ni maovu yetu yanayotufarakanisha kutoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. So ni maovu. Ndio nikasema sin and evil, death and separation from God. Bwana asifiwe sana. Fungua nami kitabu cha Yohana, John chapter number 3 verse 19 and 20. John number 3 19 to 20. Aliyepata naomba asome John 3 19 to 20. Mwenye Nitasoma Yohana 3:19 hadi 20. Yes. Biblia inasema na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Samahani. Uko sawa? Yohana. Uko sawa kabisa. Tasoma na hii ndiyo hukumu. Yes. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. 20. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, nikutukuze, nikuabudu kwa neno lako Jehova Rabi. Hili si neno langu, hawa watu sio wangu, neno ni lako, watu hawa ni wako. Jehova, nena nasi kulingana na vile unavyotaka. Wewe wajua jinsi unavyotaka watu hawa
ambao ni watoto wako wakaweze kupokea. Wacha neno hili likaingie katika mioyo zao, likazae Jehova Rabbi 90, 60, 30 kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu, ni maana unatenda. Roho Mtakatifu tufundishe, maana hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa katika jina safi la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amen.